Asanteni kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukusanya miguuni pake ili akaweze kutufunza na kutuongoza kupitia kwa neno lake. Namshukuru Provost kwa wakati huu ambao amenipa ili nikaweze kuleta neno. Kama vile tulisoma katika kitabu cha Yohana 20 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 18, tunapata simulizi ya vile mambo yalivyokuwa katika siku hii ambayo ni ya Pasaka. Tumekuwa katika wakati wa maombi, wakati wa kufunga na kuomba, alafu baada hiyo tukakuwa na wiki takatifu. Kwa hivyo tumepata wakati wa kujichunguza, kufikiria, kuomba, kujinyima na hata kurejea kwa Kristo mahali ambapo tunaweza kuwa tumepotea. Na katika siku hii ya Pasaka, Mungu ameweka neno ndani yangu kuhusu nguvu ya kufufuka kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kufufuka kwa Kristo. Katika somo la Injili tuna mafunzo kadhaa ambayo tutayaangalia, na tunaona ya kwamba Jumapili asubuhi na mapema kukiwa bado giza, Mariamu Magdalena alifika kaburini, akakuta lile jiwe lililokuwa limeziba mlango wa kaburi limeondolewa. Na nikafikiria sana kuhusu maneno hayo ya kwamba Mariamu Magdalena aliondoka asubuhi na mapema kukiwa bado giza. Na nikafikiria katika maisha yetu ya kila siku, jambo ambalo linaweza likakutoa kwako nyumbani asubuhi na mapema kama bado kuna giza, lazima liwe ni jambo ambalo unalibeba kwa uzito na ni la muhimu sana maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ni safari ya mbali unataka kuenda na unataka ufike kwa wakati unaofaa, usije ukachelewa. Ama labda unaenda kupanda ndege ama pia gari la moshi, ama kuna kitu ambacho unataka ufanye mapema bila kuchelewa. Kwa hivyo sio kitu tu cha kawaida kinaweza kikakutoa kwako asubuhi kama bado kuna giza, lakini lazima liwe ni jambo ambalo unalitilia maanani sana, ni jambo la muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nina swali ningependa kuanza na kuuliza sisi sote. Sijui kama mambo ya Mungu katika maisha yetu tunayatilia maanani kama Mariamu Magdalena. Sijui kama maneno ya Mwenyezi Mungu ni mambo ambayo yanaweza yakafanya tuamke mapema, tuwe na wakati wa kuomba, kutafuta uso wa Bwana na pia kumjulisha kuhusu mambo yetu ya kila siku. Alafu alipoondoka na kuelekea, akaenda mbio kwa Simoni Petro na yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Akawaambia, wamechukua mwili wa Bwana kutoka mle kaburini na hatujui wameupeleka wapi. Hivyo Petro na yule mwanafunzi wakaondoka mara, wakaelekea kaburini. Wote wawili walikuwa wanakimbia, lakini yule mwanafunzi akakimbia mbio zaidi kuliko Petro, akawahi kufika kaburini. Alipochungulia, akaona sanda, lakini hakuingia ndani. Vitambaa vilivyokuwa vimefunga Yesu na kile kitambaa kilichokuwa kichwani mwa Yesu kimekunjwa na kuwekwa kando ya ile sanda. Mwanafunzi mwingine aliyekuwa amefika pale kaburini akaingia, akaona, akaamini. Biblia inasema katika mstari wa 9, mpaka wakati huo walikuwa bado hawajaelewa yale maandiko yaliyotabiriwa kuwa angefufuka kutoka kwa wafu. Wale wanafunzi wakaondoka wakarudi nyumbani kwao. Lakini Mariamu akakaa nje ya kaburi akilia.
Na alipokuwa akilia, akainama kutazama mle kaburini. Akaona malaika wawili wamevaa nguo nyeupe kama vile neno limesomwa, wamekaa pale mwili wa Yesu ulipokuwa, mmoja upande wa miguuni na mwingine upande wa kichwani. Wakamuuliza Mariamu, "Mama, mbona unalia?" Akawaambia, "Nalia kwa kuwa wamechukua Bwana wangu na sijui wamemweka wapi." Alipokuwa akisema haya, akageuka, akamwona Yesu amesimama nyuma yake, lakini hakumtambua. Yesu akamwambia, "Mama, mbona unalia? Unamtafuta nani?" Mariamu alidhani aliyekuwa akiongea naye ni mtunza bustani. Kwa hiyo akajibu, "Kama ni wewe umemchukua, tafadhali nionyeshe ulipomweka ili nimchukue." Yesu akamuita Mariamu, ndipo Mariamu akamgeukia Yesu akamwambia kwa Kiebrania, "Raboni." Kupitia kwa mfano huu wa Mariamu, kupitia kwa mfano huu tunaona mtu ambaye anafuatilia mambo ya Kikristo bila kuchoka, kwa sababu angefika pale aone ya kwamba mwili umeondolewa na kwamba hakuna ule mwili ambao alikuwa akiutafuta, na pia yeye arudi nyumbani. Lakini alikaa pale na akaendelea kusubiri, akaendelea kutamani kujua mwili wa Kristo umepelekwa wapi. Akamwona yule, akafikiri ni ananena na mtunza bustani. Akamjibu, "Kama ni wewe umeuchukua, tafadhali nionyeshe ulipoweka ili nimchukue." Mwenyezi Mungu anatuita tuwe watu ambao ni wa kufuatilia mambo yetu ya Kikristo, sio watu wa kuachilia tu kwa sababu mambo hayafanyiki kama vile tunataka. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna wakati mwingine huwa tunasikia ni kama Mungu ametusahau na ni kama hatujibu haraka vile tunavyotaka. Kwa hivyo unapata wakati mwingine tunakata tamaa na tunaanza kutizamia njia zingine ili tukapate usaidizi. Katika mstari wa 17, Yesu akamwambia, "Usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninakwenda kwa Baba yangu na Baba yenu." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapata ujasiri ya kujua tuna Baba aliye mbinguni. Yesu alimwambia, "Naenda kwa Baba yangu na pia ni Baba yenu." Bwana Yesu asifiwe. Alafu akamwambia, "Kwa Mungu wangu na Mungu wenu." Kwa hivyo tuna Mungu ambaye ni wetu, ni Mungu ambaye anatujali, anatuwazia mema. Kwa hiyo Mariamu Magdalena akaenda akawakuta wanafunzi akawaambia, "Nimemuona Bwana." Tuna mafunzo matano ambayo tutapata katika habari hii ambayo imenukuliwa hapa. Katika Luka 8 mstari wa 2 na Marko 16 mstari wa 9, Yesu alikuwa ametoa mapepo ama 7 demons kutoka kwa Maria Magdalena. Maisha yake ya kale yaliyokuwa ya matatizo hayakuzuia kuwa shahidi wa kwanza wa Yesu aliyefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Na nitasoma na wanawake kadhaa ambao walikuwa na mapepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Maria aliyeitwa Magdalene, aliyetokwa na pepo 7. Bwana Yesu asifiwe. Inatuonyesha kuhusu huruma za Mungu, ya kwamba tunaweza kuwa tumepitia mambo mengi, tumeteseka, hata dhambi tumetenda nyingi sana, lakini haituzuii kukutana na Mungu. Haituzuii kutumikia Mungu, kwa sababu anasema akisamehe hakumbuki dhambi zetu tena. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba akiondoa tunakuwa weupe kama pamba. Kwa hivyo kama vile Maria Magdalena alitolewa pepo 7, lakini alikuwa ni shahidi wa kwanza kumuona Mungu, kumuona Yesu alipofufuka. La pili, ni vizuri tukumbuke katika siku hii ya Pasaka ya kwamba Yesu alikufa. Yesu akazikwa,
wakati mwili wake ulitolewa msalabani. Alafu pia ni vizuri tukumbuke ya kwamba Yesu hakujifufua mwenyewe, Mungu alimfufua. Unapata hilo katika kitabu cha Acts chapter 2 and verse 24. Kufufuka kwa Yesu ilikuwa ni jambo la kiungu. It was a divine act, not a natural occurrence. Sio jambo ambalo mwanadamu angeweza kufanya, lakini ilikuwa ni mkono wa Mungu, ilikuwa ni nguvu za Mungu zikionekana. Na tutasoma Matendo ya Mitume 2:24, ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tukumbuke ya kwamba Yesu aliwatokea wanafunzi wake. Jesus appeared to his disciples. Ilikuwa ni jambo la muhimu sana kuwatokea wale wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wamehangaika sana. Utapata hilo katika kitabu cha Yohana 20 mstari wa 2, na pia katika Luka 24 mstari wa 3 na wa 4. Vile wanafunzi wake walikuwa wamehangaika sana, wakishindwa yuko wapi, ameenda wapi, mwili wake u wapi. Kwa hivyo ni vizuri tukumbuke mambo hayo, ya kwamba Yesu aliwatokea wanafunzi wake, na kwa hivyo hiyo nguvu ya kufufuka kwake ni muhimu sana kwa maisha yetu sisi kama Wakristo. Kwa Kiingereza tunasema the resurrection of Jesus and appearance are the essential foundation of Christian faith. Bwana Yesu asifiwe. Tizama kama hali ya hapa duniani, wakati tuna uchaguzi, tunakuanga na upande mbili ama zaidi. Kuna wale wanataka rais huyu na wale wanataka rais huyu mwingine. Na wakati tunafanya uchaguzi, wale ambao wanashindwa huwa ni watu ambao wanasikia wako chini sana. Ni watu ambao hawajui waangalie upande gani. Kwa hivyo mara moja tu wanaonekana ni kama wameshindwa. Wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake, alitenda miujiza mingi sana. Alifanya kazi mingi sana ya Baba yake. Na wale wanafunzi wakapata umaarufu mkubwa na wakakubalika na wakapendwa sana na wale ambao walikuwa wakikutana nao. Hata neno linatuambia ya kwamba kila mahali ambapo Yesu na wanafunzi wake walienda, walikuwa wakifuatwa na watu wengi sana kwa sababu ya ile miujiza na matendo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakati huu inafika kama vile ilivyotabiriwa. Yesu anakamatwa, anapelekwa pale na kufunguliwa mashtaka. Alafu baada ya hiyo tunaona ya kwamba anapigwa, anasulubiwa na anakufa msalabani. Hii ni kiashiria na uchaguzi ya hapa duniani inakaa ni kama alishindwa, kwa sababu alikuwa ni mfalme. Hata yule mwizi ambaye alikuwa naye msalabani anamuuliza, na si wewe ni mfalme? Si ujiokoe na utuokoe hata sisi. Ana nguvu ya kumkejeli kwa sababu Yesu anakaa ameshindwa sasa na hana nguvu tena. Nafikiria vile wale wanafunzi wake walikuwa wakijihisi wakati Yesu alikuwa pale msalabani na akakufa. Walisikia ni kama wameshindwa, ni kama mambo hayajaenda vizuri. Lakini haikuishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kwa sababu tuko hapa siku hii ya leo. Baada ya muda wa siku 3 alifufuka na akawa yuhai. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa sababu tunapata nguvu ya kusema yuhai Jehova, yuhai milele, na tuna nguvu ya kumwamini na kuweka tumaini letu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alikaa ni kama ameshindwa, lakini ilikuwa ni mwanzo wa ushindi wake na mwanzo wa nguvu za kufufuka kwake kuonekana katika maisha yetu kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Leo katika Jumapili ya Pasaka tunakumbushwa kuwa Mungu ameshinda kifo milele na milele. Tunapata hilo katika Ufunuo 21 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 7. Tutasoma pamoja Ufunuo, alafu tusome Waefeso 1:19
hadi 21. Tusome pamoja Ufunuo. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hakuna bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amani na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye aliye na kiu maji kutoka chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama hilo linawatia nguvu ya kwamba kweli tumeahidiwa ufalme mwema. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Waefeso 1:19 hadi 21. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu, tumainio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake, alilotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka katika mkono wake wa kulia katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina litwajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Bwana Yesu asifiwe. Tuna nguvu kwa sababu ya kufufuka kwa Kristo. Tuna nguvu ya kwamba hata tukiwapoteza wapendwa wetu watafufuka. Ile nguvu iliyomfufua Yesu itawafufua siku hiyo ambayo ni ya kiyama. Bwana Yesu asifiwe. Na la mwisho, Yesu alishinda kifo, yu hai ili tupate wokovu na uzima wa milele naye. Sijui kama jambo hili ambalo Yesu alifanya, kujitolea kufa msalabani, kupitia aibu kubwa sana, kutusiwa, kuumizwa, kama lina maana katika maisha yetu, ama sisi tu tunaifanya kama vile like a tradition, ama ni jambo ambalo linatufanya tunaanguka kwa magoti yetu na kulilia Mungu kwa huruma zake na kumwambia tusaidie. Hata leo tunapofurahia kufufuka kwa Kristo, ni vizuri tufurahie tukiwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Sio kufurahia tu, lakini tufurahie tukiwa ndani yake. Wacha nguvu ya kufufuka kwa Kristo iwe ni jambo ambalo linaleta uhai katika maisha yako, jambo ambalo linaleta mabadiliko, jambo ambalo linakutia nguvu, kama vile anatueleza katika neno lake ya kwamba tumeahidiwa ufalme mwema, ya kwamba hatutakufa tu, lakini tutafufuka kama vile Kristo alifufuka. Mwenyezi Mungu atusaidie tuwe watu ambao wanatilia mambo haya manani, sio kuyasikia tu, lakini ni kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Nitaomba tuombe tena sala ya siku ya Pasaka ambayo iko katika bulletin yetu, alafu tuombe ili tupate ufunuo na Mwenyezi Mungu aendelee kutenda kazi mpya ndani yetu. Tusome kwa pamoja. Kristo amefufuka. Amefufuka kweli kweli, haleluya.
Alivunja minyororo ya kifo na kuzimu na kufufuka katika utukufu, na sasa anaishi na kutawala milele. Kwa kifo chake na ufufuo wake tunalo hakikisho la uzima wa milele. Utusaidie kila siku tufe katika mambo ya dhambi, ili tuweze kuishi pamoja nawe katika furaha ya maisha ya ufufuo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Tuombe. Na kabla ya kuomba, ningependa kuuliza kama kuna mmoja wetu hapa Mwenyezi Mungu amekuwezesha kufika katika kanisa, na kwa kweli wewe haujaona ama haujajua nguvu zilizo katika kufufuka kwa Kristo. Labda unaishi maisha ambayo ni ya kale, maisha ambayo bado Mwenyezi Mungu hajakubadilisha. Ningependa kuuliza kama kuna mmoja ambaye angependa kuokoka Jumapili hii ya Pasaka, ili iwe kumbukumbu ya kwamba tulipokuwa tukisherekea Pasaka ya mwaka wa 2025, nilikutana na huyo Yesu ambaye alikufa msalabani kwa ajili yangu na akaniokoa. Sijui kama kuna mtu ambaye angependa kuokoka, unyoshe mkono ili tukaweze kuomba na wewe. Asante kwa huo mkono. Sijui kama kuna mwingine ambaye anasema leo ni Jumapili ya Pasaka na sitaki ikuwe tu kawaida, lakini ningependa iwe Pasaka ya tofauti. Nitamuomba Baba Provost aombe na ndugu yetu ambaye amenyosha mkono, alafu atuombee pia. Basi na tuombe na our brother. Kwa moyo na kwa sauti yako unaweza sema nyuma yangu pahali umeketi. Sema: Bwana Yesu, naja kwako, mimi mwenye dhambi. Naomba unioshe na kunitakasa na maovu yangu yote. Kwa damu yako unifanye kiumbe kipya. Kwa nguvu zako zilizokutoa kwa wafu, unijaze na wema wako, niweze kuishi maisha mapya. Baba, naomba uwepo wako uandamane nami, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Na tuombe. Tukushukuru Mungu Baba kwa wema wako na fadhili zako, maana ulitupenda wakati tungali wenye dhambi na ukamtuma mwanao wa kipekee Yesu Kristo atufie msalabani, na kisha ukamfufua kutoka kwa wafu. Na sasa kifo kimeshindwa kabisa, maana Kristo yu hai na atawala milele. Tunaomba Kristo kwamba utatujilia katika maisha yetu, ututembelee kila mmoja wetu, na ili tukaweze kushuhudia ufufuko wako. Bwana, tukuone katika maisha yetu, tukuone katika familia zetu, tukuone katika kazi za mikono yetu, tukuone katika haja za mioyo yetu, tukuone hata katika huduma zetu mbele zako na katika kanisa lako. Kristo, tunaomba uwepo wako ukatuletee utofauti maishani mwetu. Utubariki wote ambao tumeokoka, utusaidie kudumisha wokovu na usafi wa maisha na utakatifu wako. Na wale bado hawajaokoka Bwana, waneemishe asubuhi ya leo na ukawape na tumaini la uzima wa milele. Tuomba zote Bwana, nguvu zilizomfufua Kristo kutoka kwa wafu zikatutie nguvu, zikatuinue, zikainue imani yetu. Na tuomba haya tukiwa na mioyo ya furaha na shukurani kupitia kwake Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
Amen.